Kuna ule wimbo wanakwaya wa Ekaristi Takatifu ambao ndio msingi wa hii safari ya Emmaus. Tuimbe kaa nasi Bwana. Kanisa zima tuimbe. Kaa nasi katika neno lako Bwana, kaa nasi Bwana, waamini wako. Kaa nasi katika neno lako Bwana, kaa nasi Bwana, waamini wako. Kaa nasi katika zamezi wako, katika sakramenti zako na Ekaristi yako. Kaa nasi katika makasisi, katika sakramenti zako na Ekaristi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Katika safari ya Emausi, huu ndio wimbo wetu. Kristo akae nasi, kama ambavyo ule upweke wa wale mitume na hofu zao walimwambia Bwana, kaa nasi maana usiku umekaribia na giza linaingia. Kaa nasi katika maisha yetu. Akae nasi wa kupitia wapi? Katika neno lake. Tunaalikwa wapendwa wa ndugu zangu wa Kristo kufanya mapinduzi ya kweli ya ndani ya kulisoma neno la Mungu ili liweze kukaa nasi. Mzaburi anatuambia neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Hivyo katika njia yako ya maisha, unapokuta kuna giza, kuna mahali umeizima taa ya neno la Mungu. Na neno la Mungu tunalisoma wakati gani? Au tunalisoma kwa sababu gani? Umeibuka ulimwengu ambao neno la Mungu linatumika kiholela, linatumika kumanipulate, kuondoa katika ule ukweli. Nikawaambia wakati fulani Mkristo mmoja Mkatoliki ambaye alikuwa ni mvivu wa kutoa michango, basi hiyo parokia walipoanza ujenzi fulani, yeye akasema kutokana na hii michango inayoendelea, basi mimi nahama dini. Akaenda katika dhehebu fulani jirani yake linalojulikana kama soma neno tenda neno, ambayo utamaduni wao ulikuwa ni kwamba unapofungua Biblia, neno la kwanza unalokutana nalo ndilo unalitenda siku hiyo. Basi kwa bahati nzuri akafungua Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 5, ambayo inasema akazitupa zile fedha hekaluni, akaenda akajinyonga. Na unapaswa ufanye hivyo, soma neno tenda neno. Akasema hii hapana. Akafungua tena mbele kidogo, akasoma Injili ya Luka, akakutana na Injili ya Luka sura ya 10 aya ya 37, akakutana na mstari unaosema enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuwa na pakukwepea, kilichofanya ni kurudi katika imani yake. Na sisi katika neno tunalolisoma, tusisome neno la Mungu vipisi vipisi. Tusome neno la Mungu kama hadithi, tusome neno la Mungu kama Kristo anayeongea nasi leo, anayetuelekeza, anayejishuhudia kwetu sisi, ambaye ni Kristo mfufuka. Neno la Mungu na Ekaristi Takatifu ndivyo vinavyofungua macho ya imani. Neno la Mungu tulisome, tuliishi, tulifurahie katika maisha yetu. Na wakati mwingine neno la Mungu limerahisishwa pia, limeingia katika maisha yetu kwa namna mbalimbali. Sio kila mmoja ana simu yake hapa, pengine zile simu kubwa. Pengine tukasema Biblia imepanda bei alafu ni nzito kuibeba. Lakini ukidownload tu pale kwenye application unapata neno la Mungu. Lakini mimi nikajiuliza, je, ni dhahiri au ni vizuri neno la Mungu ili tunaloliheshimu, tunalolipenda likae katika simu zetu? Wewe angalia vitu vyote ulivyoviweka pale kwenye simu, kwamba je vinakupeleka mbinguni? Alafu je vinafaa kuchanganya na ile Biblia? Wewe maneno yako yakachanganya na vile vilivyoko pale ndani, utaweza kufurahi? Baadaye tunarudi kwa maneno la Mungu tulisome katika maandiko matakatifu, pia katika uhalisia. Tubebe Biblia zetu tuzisome, na neno hilo tutembee nalo katika kazi zetu. Neno hilo tutembee nalo hata katika mashamba yetu. Neno hilo tutembee nalo katika maofisi yetu. Neno hilo tutembee nalo katika biashara zetu. Neno hilo tutembee nalo katika shughuli zetu mbalimbali tunazozifanya, hata za kilimo. Tumsifu Yesu Kristo.